2:1. Usikie Paulo anaenda kuambia Timotheo kile ambacho wameambiwa. 2:1. Ndio. Basi wewe, wanangu, wewe ndani katika neema. Wanangu wewe ndani katika nini? Neema. Ya Kristo Yesu. Na mambo yale, fundisho yale uliyosikia kwangu, uliyosikia kutoka Paulo mbele ya mashahidi wengi. Mbele ya mashahidi. Hao wakabidhi watu waaminifu. Hao fundisho wakabidhi watu gani? Waaminifu. Bwana, watu ambao wakiambiwa wanunuliwe chips waache kufundisha wataenda. Waaminifu. Watu ambao hawauzi shamba ya kanisa. Yaani hawauzi wito wa Mungu. Ndio wanaita hawauzi. Wengi wa siku leo watu wanalipwa pesa, wanaanza kufundisha kwa ukali. Wanachana na upanga, wanachukua ile kitu ambacho ile brush inaitwa brush kitu ya kupaka nayo rangi. Wanaanza kupaka washiriki rangi. Unaona? Yaani kupaka watu rangi. Watu wamevaa vibaya, nyumba, familia zinavunjika. Yaani usiana na watu duniani inaharibika. Walinzi wamekataa kutoa ujumbe. Sasa tunapiga hatua. Walinzi wanaambiwa wawe chini. Paulo anasema, wewe Timotheo, vitu mambo ambayo umesikia tumefundisha yote, weka chini ya walinzi walio waaminifu. Sasa tunarudi kwa Yesu. Yesu, wewe umeletewa mwanamke ambaye anashika katika uzinifu. Wewe unaenda kukimbia ama wewe unaenda kuonyesha wewe ni hodari katika maandiko ambayo wewe ndio uliowapea? Wazi kitabu cha Hesabu. Sasa angalia, yule ambaye anashitaki mwenzake na amefanya dhambi ya uizi. Yeye mwenyewe afkosi kwa yeye ameiba. Unaona? Kama wewe ni mshahidi wa kweli, usikimbie kushtaki. Wakati wa Old Testament, agano ya kale, haukupaswa kukimbia kushtaki kama wewe pia ulikuwa unaiba, kwa sababu ulikuwa labda umekuja kwa mpango mwingine. Sasa wewe kama umeona majamaa wanafanya kitu, ulikuwa unapekuliwa kama wewe uko guilty. Sasa Yesu anawapekua. Angalia amesemaje? Shahidi mmoja asimlikie mtu yote. Shahidi mmoja asifanyeje? Asimlikie mtu yote. Kwa kumshuhudia uovu wote. Wala mtu yote. Katika makosa yoyote. Katika makosa akosayo yoyote. Jambo. Lakini mtu kwa mashahidi wawili au watatu. Shahidi mmoja akimlikia mtu yote.